tena katika kipindi chetu cha somo la pili, dakika 10 na mchungaji Semba. Kipindi hiki kinaandaliwa na studio ya kanisa la Waadventista wa Sabato Jimbo Kuu kaskazini mwa Tanzania, Arusha, Njiro Hill. Leo tuna somo la pili, hatua moja tu inayotiririsha machozi. Ulimwengu umejawa na hatua kadha wa kadha. Zingine zinaonekana kusherekewa na kuwa na mvuto mwingi sana, lakini wamekuja kugundua baadaye machozi yanayotiririka daima. Hatua moja pekee inayotiririsha machozi. Biblia imetupatia watu waliowahi kufanya hatua hizo na jinsi walivyotiririsha machozi maishani mwao. Uchaguzi unaweza ukafanywa dakika moja pekee, katosha kuleta dimbwi kubwa la machozi ya maisha yaliyefanya uchaguzi huo. Mtu wa kwanza ambaye Biblia inamtaja katika Biblia, Adamu na mke wake, walichagua kumsikiliza nyoka zaidi kuliko kumsikiliza Mungu. Kama wangesingeingia katika hatua hiyo, leo tusingelikuwa na vita hivi, magonjwa haya, njaa na hali ya hewa, tabia kuharibika. Miaka zaidi ya milenia 6 sasa, ulimwengu wetu umekumbwa katika dhoruba kwa sababu tu ya hatua moja isiyo ya hekima ya kula matunda aliyokatazwa na Mungu. Machozi yameendelea kutiririka kwa wakazi wa sayari ya dunia, lakini yuko mtu mwingine wa pili ambaye alifanya hatua hiyo hiyo ikaleta machozi. Mpaka leo dunia inashuhudia machozi hayo. Si mwingine ni Abrahamu. Ibrahimu anaitwa baba wa imani. Alichagua kuingiliana kimwili kumchukua Hajiri mjakazi wake kama mke wake. Leo Mashariki ya Kati inaendelea kutiririsha machozi, uzao wa Ishmaeli na uzao wa Isaka, uzao wa Israeli na uzao wa Uarabuni. Leo hata vita haikomi kwa hatua moja tu aliyofanya Ibrahimu. Sio peke yake tu, yuko mwingine aliyechukua hatua kama hiyo. Huyu ni Esau, mjukuu wa Ibrahimu, mzaliwa wa kwanza. Kwa hatua moja pekee ya kudharau uzaliwa wake wa kwanza ili apate chakula cha wakati ule, Biblia inasema alilia na akajuta tena kwa machozi akiitafuta, lakini haikurejea tena. Ijapokuwa itafuta kwa machozi, haikurudia tena. Hatua moja pekee. Sio tu Esau, lakini Samson aliyezaliwa awe mshindi, aweke chini mikono ile ya Wafilisti kwa Israeli. Lakini ndiye baada ya kufanya kazi, Mungu alimtumia kwa uwezo wa pekee, lakini kila akifanya kazi ya kuokoa ndugu zake, mapumziko ni gesti. Mara na mke Sorek, mara na mke sehemu fulani, hata Mungu anaingilia kati. Amefungiwa kwenye makomeo katika mji, Roho wa Mungu anakuja juu yake, anayachukua ile makomeo usiku wa manane na mageti yote, anayapeleka mpaka bondeni. Nguvu za ajabu. Lakini alichukua hatua moja tu, hatua moja tu ikaleta machozi. Filisti wakamkamata kwa sababu ya Delila. Hatua moja pekee akatobolewa macho. Hatua moja pekee akawa mtu anayesaga ngano za Wafilisti. Hatua moja ikakomesha utume wake. Kweli Samsoni akafa mikononi mwa Wafilisti kwa hatua moja peke yake. Sio yeye tu, Biblia inamtaja mwingine ambaye ni Rutu, pamoja aliyechukua hatua moja tu mbaya. Akatazama juu, lakini anaona bonde zuri la Sodoma. Mwanzoni alikaa nje ya Sodoma. Biashara ilipochanganyia akaenda akajiongeza kambi yake akakaa Sodoma. Mwanzo 13, Mwanzo 14, Mwanzo 17, Mwanzo 19 akajongea akaishi Sodoma. Hakujali maisha ya wakazi wale. Walikuwa na kila aina ya ngono haramu. Mtu kuwa na mke wa mwingine haikujulikana kama zinaa, bali ilikuwa ni mapenzi. Kijana wa kiume ama kijana wa kike kuendelea kufanya uasherati na zinaa za namna hiyo, haikujulikana kama ni uasherati ama zinaa, bali ijulikana kana kwamba ni mahusiano tu mazuri. Ngono za kila aina zilikuwa ndani ya Sodoma, lakini moja hiyo pekee alipoteza binti zake wawili walioolewa katika Sodoma na wakwe zake wawili. Kana kwamba haitoshi, siku hiyo hiyo alipoteza mali iliyomgharimu miaka yake yote katika mji wa Sodoma. Sio hivyo tu, Rutu alipoteza mke wake mpendwa. Sio hivyo peke yake, Rutu ameacha kizazi kilichokuwa tishio, waabudu paga wa sanamu. Hawa ni watoto wa binti yake wawili waliomwingilia. Biblia inasema ya kwamba Karala na binti yake mkubwa akazaa Moabu, Karala na binti yake mdogo akazaa Amoni. Mataifa ya Moabu na wa Amoni yametajwa katika Biblia kuwa mataifa pinzani ya mipango ya Mungu.
Nini alichokiacha? Urithi gani Rutu aliacha? Hatua moja pekee tu ya uchaguzi, kuishi Sodoma. Dunia leo imejawa na machozi ya jinsi hiyo. Tunavuna tunachopanda. Katika Wagalatia sura ile ya 6, Wagalatia sura ile ya 6, neno la Mungu linaeleza katika ule mstari wa 7 na mstari wa 8 na mstari wa 9. Biblia ina haya inayosema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Tusidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe ukapanda michungwa na unatazamia kuvuna maembe, unachopanda ndicho utakachovuna. Kwani ni ndoa ngapi leo zinalia na familia nyingi zinalia, watoto wanalia leo, kama si tu kwa mmoja wapo ya mwana ndoa aliyechukua hatua ikatiririsha machozi kwa uzao wake. Kwani ni hatua ngapi inahitaji mwanachuo kufukuzwa chuo? Moja peke yake. Mwanzoni anakumbwa na mkumbo, pia pressure, anajichanganya, anajirusha. Hatua moja pekee imewagharimu watu kutoendelea na masomo yao. Wengine wamekuwa wajawazito. Moja pekee. Wengine wamekaribia mauti, imewajiletea magonjwa. Hatua moja pekee, moja tu, inatosha kutiririsha machozi kwa maisha. Tutawashuhudia watu hao. Wengi wanavuna matokeo, matunda ya uchaguzi wao. Utawaona wakiwa magerezani. Tusidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unaweza kutumia sigara leo, unaweza kuvuta sigara, lakini utavuna mapafu yaliyoharibika. Unaweza kuchagua kutumia kileo bila kujali una fedha kwa sasa, unaona una afya. Watu wa jamii wanaonekana watumiaji wa pombe ndio wana afya, lakini usisahau unaweza kuvuna makosa na uharibifu wa ini lako, maana limeharibiwa na sumu ya alcohol. Hatua moja tu pekee italeta machozi yanayotiririka kama mito ya wakati wa masika. Wengine hatua moja tu ya madawa ya kulevya, wako kwenye vituo vya kurejesha akili zao, rehabilitation center. Hatua moja pekee iliyochukuliwa imewafanya wengine kujikuta wako kwenye nyumba, lakini sio kwa hiari, lakini wako kwenye makomeo. Wengine wako kwenye hatua ya mwisho ya kwenda kaburini. Hatua moja ikatiririsha machozi, naam, ikawatoa kwenye vitanda, ndio iliwatoa kazini, iliwatoa vyuoni, iliwatoa katika afya njema, ikawaraza vitandani, ikawapeleka gerezani. Wengine imewapeleka makaburini. Moja pekee, moja pekee, Mungu usamehe. Nataka ujue ya kwamba hata pamoja na hatua zetu hizo mbaya, kuna msamaha wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7, mstari wa 8, mstari wa 9. Mungu, Biblia inasema ya kwamba tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa pekee hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Haleluya! Mungu huingilia kati. Kila anayeungama na kutubu ni mwaminifu, atatusamehe kabisa, atatusafisha kabisa. Na naomba nijue jambo hili ya kwamba Mungu ni mwenye rehema, pamoja na kujitweka vibaya na hatua tulizochukua za kutiririsha machozi, bado yuko anayetusamehe. Sasa wakati mwingine tunachanganya. Msamaha wa Mungu sio lazima kwamba aondoe matokeo. Usisahau tunavuna tulichopanda. Maana yake ni nini? Mungu anaweza kutusamehe, lakini sio mara zote huondoa madhara ya uchaguzi wetu usiofaa. Wakati mwingine yanabaki makovu yenye uchungu. Mungu wetu ni mwema. Mungu hutusamehe dhambi ya zinaa, lakini anaweza aache virusi vya ukimwi vikiwa ndani ya mwili wetu. Bado huo ni msamaha wa Mungu. Mungu hutusamehe kwa makosa ya uvutaji wa sigara, lakini sio lazima kwamba anaweza kurekebisha mapafu. Sio lazima kwamba anaweza kurejesha ini lililoharibiwa na sumu ya kileo, sumu ya pombe. Si mara zote anaweza kurekebisha mji wa uzazi kwa sababu ya makosa ya utoaji wa mimba ili kwamba nipate sasa mtoto tena. Si lazima. Huwa kuna makovu
makovu jeuri, makovu yanaonyesha machozi yanayotiririka, lakini bado msamaha wa Mungu uko pamoja nasi. Kila uamuzi unaofanywa ni vema tukarejea katika mapenzi ya Bwana. Bado msamaha wa Mungu kalipo pamoja nasi. Mungu atusaidie wale ambao hatujayaona machozi haya, kutofanya hatua moja inayotiririsha machozi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Yesu Kristo vikae pamoja nasi sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amina.